Katika juma zima tulikuwa tunasimama na Yeremia 1:7. Mara nyingi tunapobarikiwa watoto, watumishi wa Mungu wanatuambia tuwalete kuwaweka wakfu, na wanaposimama hapa mbele kwa ajili ya kuwekwa wakfu, mchungaji huwa kuna maneno anauliza. Mimi mwenyewe nimegundua, nilikuwa pengine nilikuwa siyasikii mpaka idara ilivyotoa agizo la kujifunza mambo haya, ndo nikagundua kumbe Mungu huwa anapotutaka tuwalete watoto hapa mbele, huwa tayari anaanza kutuuliza kama tuko tayari kuwatumikia watoto kama vile ambavyo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliongea katika juma zima kwamba Mungu anapompa mtu mtoto anampa zawadi. Hakuna mtoto wa bahati mbaya. Hakuna mtoto anayezaliwa kwamba alizaliwa siku ambazo haukukusudia. Maadamu ameshakuja duniani, huyo ni wa kwako na ni wa baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kinachofuata baada ya Mungu kumpa mtu mtoto, anampa wajibu, anampa jukumu, kwa sababu Mungu halei mtoto. Mungu anapotaka kutimiza kusudi lake hapa duniani, anapitia kwenye familia. Na ndio maana Yesu hakushuka moja kwa moja kuja kutukomboa. Alilazimika kuzaliwa kupitia Mariamu, alilazimika kulelewa katika familia ya Yusufu mpaka akafaa baadaye kuja kutukomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hata Musa alipokwenda kuwaokoa wana wa Israeli, hakushuka kutoka mbinguni na kwenda kuwakomboa wale watu. Tunaona hata Gideon alipokwenda kufanya utumishi fulani, hakwenda moja kwa moja kufanya yale majukumu, lakini alianzia kwenye ngazi ya familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anapokupa mtoto, anakukabidhi jukumu. Hapo tunasema wito. Unapopewa wito, wangapi wamewahi kupewa barua za wito? Hizi zinatoka sana serikali ya mtaa. Ukishona umepewa hiyo, unajiongeza. Au wakati mwingine shuleni kuna barua unaambiwa njoo. Kwa hiyo neno la leo, Mungu anatuita twende tukawalee watoto katika njia anayotaka yeye. Haleluya! Yaani usije ukasema una mtoto kwamba atajiongoza yeye. Mungu amekuamini wewe. Na kwa sababu hii Yeremia 1:7 ni neno ambalo tunalisoma mara nyingi, nataka nikupeleke tu kama kusimulia juu kwamba Yeremia anaitwa kwenda kumtumikia Mungu kama nabii. Akaanza kutoa visingizio, akaanza kumwambia Mungu, mimi ni mdogo. Sijui alitaja umri, sijui alisema ni under 18, sielewi. Lakini tunaona Mungu anazungumza naye, anamwambia hivi visingizio na sababu unazotoa hazina mashiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaendelea na kumwelekeza kule kwamba ni kwa namna gani atakwenda kufanya utumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana.